Vita ya Irani na Marekani huku ikimhusisha pia Israel imekuwa ina ukinzani mkubwa sana pande zote tatu hizo, lakini inaonekana Marekani na Irani ndio ambao wanavutana kweli kweli. Sasa taarifa ambayo ipo mpaka muda huu ambapo naongea na wewe ni kwamba Donald Trump yeye amekanusha taarifa ambazo zilikuwa zinasemekana kwamba amewapigia simu Irani ili wazungumze kuweza kumaliza vita hiyo, na amekataa kwa kusema yeye hajawapigia simu Irani ili wazungumze, ila wao Irani ndo ambao walimpigia simu. Sasa rais wa Marekani Donald Trump amefichua kuwa serikali ya Irani imetafuta mazungumzo ya dharura na utawala wake ili kuzuia shambulio kubwa la anga lililopangwa kuharibu kituo chao kikubwa cha kuzalisha umeme. Akizungumza na waandishi wa habari kabla ya kuondoka Florida jana Machi 23, 2026, Trump ameeleza kuwa mazungumzo hayo yamepiga hatua kubwa na pande zote mbili zimekaribia kukubaliana katika maeneo yote muhimu ili kusitisha mnyukano wa kijeshi Mashariki ya Kati. Trump amedai kuwa jeshi la Marekani lilikuwa limepanga kulipua kituo kikubwa cha umeme nchini Irani kilichogharimu zaidi ya dola bilioni 10 kukijenga. Amesema kuwa tishio la shambulio hilo ambalo lingeweza kukiharibu kituo hicho kwa shuti moja tu ndilo lililopelekea viongozi wa Irani kupiga simu kuomba suluhu. Lakini pia Rais Trump ameweka wazi kuwa sharti kuu la makubaliano yoyote ni Irani kuachana kabisa na mpango wake wa silaha za nyuklia. Lakini ameongeza kuwa viongozi wa Irani tayari wamekubali sharti hilo na Marekani iko tayari kwenda kuichukua Irani iliyoratibiwa wao wenyewe ikiwa mkataba utafikiwa. Akijibu swali kuhusu ni nani hasa aliyezungumza naye nchini Irani baada ya Marekani kudai kufuta uongozi mwingi wa nchi hiyo katika awamu 3 za mashambulizi, Trump amesema wanashirikiana na mtu wa ngazi ya juu ambaye anaheshimika. Amekiri kuwa ni vigumu kupata viongozi wa kuzungumza nao kwa sasa kutokana na athari za vita vilivyopita. Lakini Trump aliongeza kuwa kwa kusema kuwa ana matumaini makubwa kuwa suluhu itapatikana kwa sababu Irani wamechoka na hawataki kuona miundombinu yao iliyobaki ikiteketezwa. So hiyo ni taarifa ambayo mpaka sasa hivi inaendelea kunguruma. Inaonekana ni jinsi gani ambavyo hali imekuwa tete kweli kweli huko Irani, lakini pia Marekani na wenyewe wanaendelea kupigilia msumari kwa kile ambacho kinaonekana ni jinsi gani ambavyo wanaweza wakaiteteresha hali ya huko Irani. Lakini ukiachana na hilo mapema tu Donald Trump yeye inasemekana pia alijaribu kuitishia Irani kwa namna nyingine, lakini mwisho wa siku kilichotokea Irani wakamjibu kwa kauli nzito. Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kusitisha kwa muda wa siku 5 mipango yote ya kijeshi ya kushambulia miundombinu ya nishati ya Irani kufuatia kile alichokieleza kama mazungumzo mazuri sana na yenye tija
yaliyofanyika ndani ya siku 2 zilizopita kati ya mataifa hayo mawili. Kupitia ujumbe wake kwa herufi kubwa aliotoa leo, Donald Trump amebainisha kuwa sauti ya mazungumzo hayo ya kina yanamfanya aamini kuwa kuna uwezekano wa kufikia suluhu ya kudumu ya uhasama uliopo Mashariki ya Kati. Rais Trump ameiagiza wizara yake ya ulinzi kusitisha mashambulizi yaliyokuwa yamepangwa dhidi ya vinu vya umeme na miundombinu ya mafuta ya Irani ili kutoa nafasi kwa timu za majadiliano kuendelea na kazi hiyo wiki nzima. Trump alisema, "Nimefurahi kuripoti kuwa Marekani na nchi ya Irani zimekuwa na mazungumzo yenye tija kuelekea suluhu ya jumla ya uhasama wetu. Kufuatia mazungumzo haya ya kina na ya kujenga, nimeelekeza kuahirisha mashambulizi yoyote ya kijeshi kwa kipindi cha siku 5, ameandika Rais Trump. Tangazo hili limekuja wakati saa 48 za masharti ya awali ya Trump zikikaribia kuyoyoma. Kusitishwa huku kwa mashambulizi unatarajiwa kupunguza taharuki katika mlango wa bahari wa Hormuz na kunaweza kusaidia kushusha bei ya mafuta ambayo ilikuwa imeanza kupanda kutokana na hofu ya vita vya jumla. Na wote tunaona ni jinsi gani ambavyo athari za hivyo vita ambavyo vinaendelea kati ya Irani na Marekani imeleta mafuta, bei imekuwa juu kiasi kwamba sasa imekuwa ni shida, na wote tunajua asilimia kubwa ya mafuta mengi yanatoka huko ughaibuni, hasa katika nchi ya Irani. So hiki ambacho kinaendelea kwa maana hiyo kinaweza kikaleta madhara makubwa zaidi ya haya ambayo tunayaona, lakini wengi wamejaribu kulizungumzia hii kama hatua ambayo imefikiwa na Marekani kama nchi kubwa ambayo inaangaliwa kwa hapa duniani. Sasa ni jinsi gani ambavyo wao wanaiona hii. Kuna huyu yeye anaitwa Caroline Kazlaiba, yeye anasema, aibu kwa Marekani na Israel, afadhali wazalilike maana wamezidi uonevu. Kila kukicha wao ni vita tu jamani. Hii sasa hapana. Mungu ampe na mwingine nafasi ya kufikirisha, lakini wasiwe hawa ambao kazi yao ni kuonea na kuwasingizia Waislamu kuwa ni magaidi. Kumbe magaidi ni wao, wanataka kupata magawio ya kumiliki sehemu ya rasilimali za taifa na wakikataliwa basi huyo kiongozi aliyekataa maslahi yao atakuwa mbaya, anauliwa mwaka huu. Hapana, huyu yeye amemaliza hivyo. Lakini kuna mwingine yeye anaitwa Abdul Ahmed, yeye anasema Irani hawajampigia, wamekanusha hadharani vikali. Mzee Trump anajihami kuepuka aibu kwa kuwa ni mkubwa, hakujua kuwa mwisho wa ubaya ni aibu, na Mwenyezi Mungu pia hupanga yake. Lakini mwingine anaitwa Jonas Kishamba, yeye akasema Irani ni maneno tu, kaishafumuliwa, anapumulia mashine. Mwingine anaitwa Zubeda Kasim, yeye anasema asicheze na Waajemi, hawashindwagi vita. Lakini mwingine anaitwa Blackman, yeye anasema mie ndiye niliyemcheki Messenger, nimefungua akaunti ya Irani, asizani ni Irani. Haya, mwingine anaitwa Al Omar, yeye anasema Trump in the world greatest liar. Lakini mwingine huyu anaitwa Mwinyi Thabiti, yeye anasema huyu mwehu anafikiri hii ni dunia ya kale ya danganya toto.
Lakini mwingine anaitwa Guest, yeye anasema acha pombe, kituo kinachofuata viongozi waliokufa bilioni 10 ni nini? Wewe ndo ulipasua simu ukafikiri utatudanganya, tunakujua uko huyu yeye ameandika hivyo. Lakini huyu mwingine yeye anaitwa Gabriel Kweka, yeye akasema Trump anafanya mazungumzo na watu wasiojulikana, anahisi ni Wairani, kwani akisema wameshindwa Israeli itampiga. Lakini huyu mwingine anaitwa Hashim Mkotima, yeye anasema uongozi mkubwa huo, Irani hawajaomba suluhu, Trump kaishiwa silaha na UN wamemkacha, mfamaji haishi kutapatapa. Kishajua kwamba baada ya Israeli kuwa majivu, anayefuata ni yeye. Lakini wa mwisho kabisa katika comment hizi, huyu yeye anaitwa Mayoro Kalokola, yeye anasema huyo Trump ni mwenda wazimu. Irani wao waliweka wazi, kipige na Mashariki ya Kati yote ingeingia gizani. Irani kwa sasa hivi inafanya inachotaka, wao ndio wanasitisha mapigano kwa sababu wanapigwa. Trump hasa hivi anatapatapa, hata kwao wanamcheka. So hiyo ni taarifa ambayo inaendelea kupop up duniani, kuonekana kama Marekani anabisha, anagoma kabisa kwamba yeye hajapiga simu kwenda huko Irani, ila Irani wao ndo walipiga simu ili kuweza kuzungumza, kuweza kumaliza mapigano hayo ambayo yanaendelea. So tutaona hii vita itasitishwa, Irani watajibu vipi na Marekani wao watajibu vipi. So hii ni vita ambayo mpaka sasa hivi inaendelea. Kwanza inapigana kwa maneno, so tuendelee kusubiri tuone ni kipi au ni action zipi ambazo zitachukuliwa.